Nikifika nikivuta inaenda sehemu nakaa. Mdao nimeweka sime yangu. Yaani si unajua sime? Sime ndio panga kama kapanga fulani. Nakata huku na huku. Naweka hapa. Kwa hiyo nikimwona mtu labda na boyfriend wake, girlfriend wake nawafuata. Namwambia wewe unamjua huyu? Akisema hajui nini nachomoa na bapa mwanaume huyo. Ndio. Anakimbia kwao, anamwacha pale mpenzi wake. Mimi inakumbuka katika uni wangu wote hiyo bangi ilikuwa hainitumi labda kwenye kufanya matendo ya ubakaji. Yaani mimi tu una simu nachukua. Hela unachukua. Pochi sijui nini unaondoka. Yaani vile vitu vyenye thamani ya kutamanisha. Okay. Kwa maisha yameenda vile ule mtambo nilikuwa nakaa pale. Kuna siku moja wale wakubwa wetu, maana unapokuwa wahuni kuna vidogo, kuna wakubwa, kuna wasaizi. Okay. Hasa wale wakubwa wetu kuna matukio walifanya, kuna sehemu waliiba. Na kuna mtu mmoja akauliwa, akapigwa mapanga. Kwa hiyo sisi hatukujua. Mimi nilikuwa nimepanga chumba changu. Okay. Imepanga lakini nilikuwa na masera wenzangu tumepanga. Ndio. Na kazi yetu kubwa ilikuwa ni ukabaji huo. Kwa hiyo siku nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumatatu saa 11 ule mtaa ukatekwa na askari. Na askari walivamia hilo eneo. Okay. Wana CMG. Sasa si hawajui vyumba. Yaani wanavamia kachini. Sasa sisi tukasikia tukasema wanangu tumeisha. Ule mlango ulipigwa teke wakaingia ndani moja kwa moja. Ukuta mde ndani yani atueleweki yani. Panga zimewekwa huko chini yananilia ya godoro. Wakasema huko tukaweka pale chini ya ulinzi. Sasa wananchi walivyosikia vile ule mtaa wote yani wakataka yani sasa yani wachome moto. Okay. Lakini kwa sababu ya askari walikuwa pale wakawa wametutetea. Wakawa wanatupiga yani zile mabapa ya panga yani huko mgongoni. Kwa wananchi walivyoona vile askari wakawa wametuchukua wametupeleka kwenye magari yao tumeenda Central. Okay. Kwa kweli kufika kule ilikuwa yani niseme ni Yesu tu, kwa sababu mimi nilihubiriwaga sana lakini hukutaka kusikia. Yani kusikia. Yani ilihubiriwa eza na mama mitano kuna kuta kolonjiristi lakini mimi hukutaka kusikia. Nakumbuka tulipigwa kuanzia saa 7 mpaka saa 9. Yani saa 7 ya mchana mpaka saa 9. Na polisi wanawapiga tu. Yani mpaka mseme. Yani unajua kuna muda unapigwa mpaka mwili unakufa ganzi. Unaona liwalo na liwe tu. Okay. Kwa hiyo maisha yameenda vile tumepigwa. Kuna mwenzetu mmoja anaitwa Musa. Huyo Musa yeye alizimia siku 3 hadi afanyaje. Mimi ilipigwa rungu hadi rungu ikavunjika. Sasa askari mmoja akasema sasa ni wa kike, hujamvunja mguu huyo. Sasa mimi nilisikia vile mimi nikalegeza mkono hivi nikafanya kama unachemea. Sasa ili aniachie tu asinipige tena, kwa sababu nilikuwa nifika mwisho yani. Ndio. Kwa hiyo tukapigwa hapo tukaingwa saa Central. Yani atutembei ili kutambaa. Mgongoni huku ukua unafunuliwa shati. Alafu ile sime ya nepa unapigwa paka nyama inaendi. Kwa hiyo I say ulikaa mde ilikuwa kama wiki. Maisha ya mda isia ilikuwa ni mabaya sana. Kutoka hapo tukaenda mahakamani. Ikasomwa kesi, mnawadhamini hamna, mtenda mahabusu. Ambapo ndo jela sasa. Yani ndo mara yangu ya kwanza kufika jela. Inaitwa Inigeza Kubwa Timba. Inigeza kubwa vibaya mno. Lenyewe lipo Mwanza. Lipo Mwanza. Okay. Inaitwa Inigeza Kubwa Timba. Ndo gereza kubwa. Mwanza. Okay. Kwa hiyo nasema yani mimi naingia jela hapo sana na miaka 16 sasa. Okay. Shule umeshakataa. Shule nishakataa. Kaingia kwenye uuni, mwisho siku ukajikuta umeporomokea kwenye jela. Kwa sasa kule jela ndipo sasa ilipata neema ya wokovu. Yani kule ndipo ilimpokea Yesu. Okay, ulipokea kwa njia gani? Kuna mtu alikuja akakuhubiria au wewe mwenyewe tu kwamba ulifanya maamuzi hapa mimi ngoja niokoke?
Okay. Maandiko yanasema kwamba kwenye ile Warumi 10:17 imani huja au kusikia, inakusikia neno la nani? La Mungu, la Kristo. Okay. Kwa sababu mtu hawezi akaoka tu bila kusikia. Ndio. Okay. Sasa kule baada ya kuingia kule, ile siku za Jumamosi kulikuwa kuna watumishi wa Mungu wanakuja kule. Ndio. Wakifika kule kuna wengine wanapewa kibali wanaingia kule. Ndio. Kwa ndo wakaona ubiri habari za Yesu hivyo. Kwa na mimi nikasema Yesu kweli, maana ishamsikia sana Yesu. Kwa hiyo nikasema Yesu kweli anaokoa, atanigeuza. Kwa mimi sani nikampokea Yesu hivyo hivyo. Kwa hiyo hivyo mpokea Yesu, inakumbuka nikisema hivi, ikiwa wewe utaondoa ndani yangu kiu ya bangi, yani arosto na pombe, basi mimi nitakutumikia, nitakupa maisha yangu. Ukaweka kama nadhiri hivi kwa Mungu. Yani nitakusema kwa mataifa. Okay. Na kwa watu nitakusema. Ndio. Hawezi amini, baada ya kumpokea vile Yesu tumekaa maana ulikuwa shtakiwa kama 4. Mmoja akawa ameenda kwao kwa sababu kwa kulikuwa kuna uwezo wa kifedha, ameijiwa. Wengine wakatoka akawa ni inafungwa huru tu wa nje yani. Mde ndani nikabaki mwenyewe. Ndio. Kwa mde asingekuwa Yesu, hata leo ingekuwa ni shoga, kwa sababu mde usikie mde jera, mde amna mwanamke kule jera. Wote ni wanaume. Wote ni wanaume. Ndio. Sasa na inamia semaga hivi kwamba ni au mashoga unaowaona huku mtaani asilimia kubwa ndio wametoka kule. Wametoka jela. Yeah, utasema ni kwa sababu gani? Kwa sababu ule mfano mtu anaingia amehukumiwa kesi yake ni ya miaka 2. Ameenda kule amerubuniwa, ameingiliwa, wamemharibu. Kwa ile kesi yake ikiisha ndio anakuwa huru. Akitoka huku utasikia sasa ndo anafanya hivi mikono, kwa sababu nini? Zile mbegu zinakuwa zinafanyaje, zinamtekenya. Kwa hiyo mimi nikutana na vitu kama hivyo, nilifuatwa sana. Unajua mimi dogo, yani mwanaume mwenzako anakufuata, mimi unajua mimi nakupenda sana hivi na hivi. Mimi wewe unabaki unashangaa. Shangaa gani haya? Mwanaume mwenzangu anitongoza mimi. Afu mzuri. Sasa mimi kwa kile kipindi bado ile yani kuna roho kama ya kishetani kwa bado iko ndani yangu, ndio ya kikatili. Aisoya tu nilikuwa inajibu vibaya sana. Ina ambao nakufuata hivyo ni watu wazima. Yani sema ni mababu kabisa huko kule. Ndio. Anafanya hivyo sasa. Kwa hiyo inamshukuru Mungu katika hilo, alinisaidia sana. Na kitu ambacho kinibeba muda, mimi nilikuwa ni mwana soka, nilikuwa napiga sana boli. Kwa nikapata kibali mpaka kwa mkuu wa gereza. Siku moja nakumbuka ameniona nilikuwa nacheza pale mpira, akaniita akasema, "Una kesi gani huko?" Mimi nikamwambia, "Mimi nimeiba." Kwa sababu jera, ukishaingizwa jera unaweza kusema kwamba eti wamenisingizia. Ile ni kesi ya robari. Robari. Ndio. Mimi bana nimeiba, nimekaba. Ukawa mwazi. Usema tu. Sasa ulikaba nini? Namuelezea. Ilikuwa nafanya kazi kwenye mashamba ya jera. Akasema kwamba huyu mtoto kuanzia leo atafanya kwenye ofisi yangu kazi. Ndio. Ilikuwa na nguo zinachawa. Yani nguo yani azifuriwi. Kwa nikapewa na mavazi mapya. Hapo sasa ndipo safari yangu ya wokovu sasa ikawa sasa inaanza sasa kwenda. Lakini baada ya kutoka mde, akumbuka kuna mzee mmoja alikuwa amefungwa maisha kabisa. Alinipatia Bible akasema, "Mjukuu wangu, ukitoka humo kamshike Mungu sana. Ukimwacha Mungu utapotea." Aisee, hicho kitu mpaka leo yani nimekishika. Na ndivyo toka. Au kuamini ndugu mtangazaji. Yani hauwezi kuamini. Sasa hivyo toka niko tena na kesi nyingine tena mauaji. Maana tena ulipewa tena nyingine kesi ya mauaji. Sasa aniyo mauaji sio kama nilipewa. Hiyo mauaji yani kwenye zile akati za unihuni kuna mwenzetu yani tulimgeuka tu. Tukafika
tukampiga kata miguu hivyo yani kwa kawa. Kwa baada sasa ya kutoka